Amen. The faithfulness of God. Uaminifu wa Mungu. The faithfulness of God. The faithfulness of God. The faithfulness of God. Uaminifu wa Mungu. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. The faithfulness of God. Mungu alinipa ujumbe huu. Wakati alinipa, nilikuwa naona Mungu ameniacha. Mungu nimemwacha. Ama tumeachana. Mara nyingi tunasongwa na mambo mengi katika maisha, mpaka tunaona kwamba hakuna Mungu katika maisha yetu. Hatuna Mungu. Haleluya. Hatuna Mungu. Mara nyingi tunapitia hoja mingi, tunapitia mambo mengi, tunapitia majaribu, tunapitia pingamizi, ama tunakutana na pingamizi nyingi katika maisha, mpaka tunaona kana kwamba hakuna Mungu katika maisha yetu, kana kwamba Mungu ametuacha. Haleluya. Mara nyingi tunafika katika maneno haya, tunasema Mungu uko wapi? Yesu mwana wa Mungu siku moja alifika mahali kama hapo, akasema Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu, mbona umefanya nini? Mbona umeniacha? Mara nyingi tunafika mahali pale, mara nyingi tunasema namna ile, kama Yesu mwana wa Mungu akiwa hapa. Huyu Yesu akahisi kana kwamba nimepitia mengi hata kuliko yale ningestahili kupitia. Simuone huyu baba yangu tena. Nilikuwa nina hakika naye. Huyu aliyenituma nilikuwa najua niko naye. Hata niacha nilikuwa najua. Lakini nafika mahali ambapo tunaona huyu Mungu hayuko pamoja nasi tena. Hayuko pamoja nasi tena. Yesu akasema Marko 15:34, mnamo saa 9 Yesu akapaza sauti yake akalia, Eloi Eloi lama sabachthani. Maana yake, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, mbona umeniacha? Mara nyingi tunasema namna hiyo. Mara nyingi tunatamka namna hiyo. Tunaona kana kwamba tumepitia mengi, majaribu ni mengi, yale ambayo yanatupata ni mengi. Tukitoka kwa ugonjwa hili linaingia, tukitoka kwa hili tunaingia kwa hili. Hakuna kitu inalotupatia tabasamu hata kimoja. Hakuna kitu kinachonifurahisha hata kimoja. Mpaka tunaona kana kwamba hakuna Mungu katika maisha yetu. Tukitoka kwa hili jaribu, tukitoka kwa hili tunaingia hili. Ni kama kila upande tunafinywa, tunaondoa. Hakuna kenye kinatufurahisha. Hakuna kenye kinatupata tabasamu. Hakuna kenye kinatupatia tabasamu. Jioni ya leo nimekuja kukwambia Mungu ni mwaminifu. God is so faithful. Yesu akaona kwamba kila mtu amemkataa. Kila mtu amemkataa. Kila mtu amekuwa kinyume na Yesu. Kila mtu ameinua mawe, amempiga mawe. Wengine wamempiga nyaunyo, wengine wamemchibua, wengine wamemwonyesha madharau, wengine wamemwita majina, akaomba maji, hata hakuna mwenye alimpa maji. Akapewa kinywaji chungu, akapewa kinywaji ambaye angetosha kunywa. Akaona kana kwamba yuko peke yake, amekejeliwa ya kutosha. Akamwambia Bwana, Elohim Elohim lama sabachthani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mara nyingi tunafika sehemu kama haya. Mara nyingi tunafika mahali kama hapa ambako Yesu mwana Mungu alifika. Tukiona biashara haikwendi, tukiona kazi ni hivyo hivyo, watoto wetu ni hivyo hivyo, kila mahali ni hivyo hivyo. Hakuna mahali tunaweza ponea, hakuna mahali tunaweza pata tumaini, hakuna mahali inaweza tufurahisha. Tumepungukiwa na hili, tumepungukiwa na hili. Wengine tunafungiwa nyumba, baada haya hata kabla hujapata ya kulipa nyumba, school fees inatokezea.
zinatokezea, hizi zinatokezea, kila mahali yanatokea, mpaka ujui utafanya namna gani. Yesu akafika mahali ambao anaona kuna lingine ambalo anaweza fanya. Yesu akafika mahali ambako hakuna nyingine, mpaka akaenda mbele za Mungu. Huyu Mungu ambaye Yesu yuko na hakika naye, mimi si kama Yesu. Alikuwepo tangu mwanzo. Yeye ndiye alikuwa pamoja na Mungu. Kila wakati alikuwa akiona kiti cha enzi. Kila wakati alikuwa akiona Baba yuko mahali hapa. Mpaka anashuhudia mbele za watu, anaambia watu hakuna ajuaye Baba ila aliyetoka kwake ndiye anaweza kumjua Baba. Mimi natoka kwake ndipo ninamjua. Lakini siku hii ya leo, lakini siku ile ya kusulubishwa, siku ile ya kupitia mateso, Yesu akasema Elohim Elohim lama sabachthani. Sijui ni hali gani imekufikisha mwisho, sijui ni hali gani imekufikisha mahali ambako unaona kuna msaada tena, unaona kuna ya kukusaidia tena. Yesu akasema mbona umeniacha? Mbona umeniacha? Mbona umeniacha? Hakuna mahali pengine Yesu ashakuwa na doubt juu ya huyu Mungu, bali ni hapa aliuliza mbona umeniacha. Sometimes circumstances, situations in our lives inatufanya tuone hata ni kama hakuna Mungu. Haina haja tuombe tena, haina haja tufunge tena. Nimefunga, nimeomba. Kama ni siku 3 dry nimefunga, kama ni siku 21 nimefunga, kama ni kutoa sadaka nimetoa. Mpaka umeambiwa vunja madhabahu na ukavunja kweli. Ukaambiwa lipia nyota urejeshewe ukalipa kweli. Ukasikiliza hata injili ambayo ustahili kusikiliza, injili za kulivunja madhabahu, injili za kurejeshewa nyota ukayasikia, kwa sababu you are desperate, kwa sababu there is no hakuna lingine tena. Tunangojea ndoa, tukangoja mpaka tukangoja na tukangoja, tukangoja muujiza, tukangoja na tukangoja, tukangoja kazi, tukangoja. Yesu akamwambia Mungu, mbona umeniacha? Anamuita Mungu wangu, my God. Kama mimi na wewe, hali zinatufikisha mahali atumuone Mungu tena, atumuone Mungu tena, atumuone Mungu tena, atumuone Mungu tena. I came to tell you our God is faithful. I came to tell you there is God who is faithful. There is a God who is faithful. Even though we are faithless, even though circumstances, situations, environment, obstacles make us to be faithless, this God remains to be faithful. You do not understand. Nasema hali zikikufanya uone kana kwamba kuna Mungu, pingamizi za maisha, mateso za maisha, tabu za maisha, inakufanya kana kwamba hakuna Mungu, mpaka unakosa imani. Japo tukikosa imani, Mungu bado ni mwaminifu. Yeye achukua mwaminifu. Yeye achukua mwaminifu. Yeye achukua mwaminifu. That is why the Bible says He is the same yesterday, now, and even forevermore. He can never change. That verse is speaking about the faithfulness of God. Circumstances cannot change our God. It cannot change the nature of God in your life. It cannot change the nature of God in your life. It cannot change the mercies of God upon your life. It cannot change the grace of God upon your life. The Bible says, this man that I love in Bible, Paul, Saint Paul,
preaching to Timothy, Timothy chapter number 2, verse 2 Timothy chapter number 2, verse 13. The Bible says, even though we are faithless, he remains to be faithful. This God that we serve, he remains to be faithful. The one who says in Hebrews chapter number 13, verse number 8, that he is the same yesterday, today, and forevermore. He cannot change. That is the God that I came to tell you. He is faithful. Situation kenye unapitia haiwezi mbadilisha huyo Mungu wako, haiwezi mbadilisha huyo Mungu wako. Yesu akamwambia lama Eloi lama sabatani, Mungu wangu mbona umeniacha? Hakuitikia, hakujibu ombi la Yesu Kristo. Hakumwambia Yesu Kristo sijakuacha. Hakumwambia kwa sababu alikuwa kijua kenye anafanya. Na kuambia Mungu anajua kenye anafanya katika maisha yako. Yeye akosei. Hakumwambia Yesu, sikia Yesu, sijakuacha, niko mahali hapa, napanga ukufe uende kaburini nije nikufufue. Hapana, hakumtokezea. Aliendelea kukimya, aliendelea kunyamaza. Mbingu ikanyamaza, haikutamka chochote. Yesu amesema lama sabatani, Mungu wangu mbona umeniacha? Mbingu haikuzungumza, mbingu haikusema chochote, ikakimya. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu kinaitwa uaminifu wa Mungu inafanya kazi. The faithfulness of God. It doesn't have to talk, it doesn't have to say anything. When we know he is faithful, we know no matter the situation. This Jesus, huyu Yesu hakuambiwa chochote, akaruhusiwa akufe. Hata alipokufa akawachwa msalabani, hakuna mwenye anakubali kumtoa. Hakuna. We are in the month of Pasaka. This month we are remembering the dead. Jesus, my Jesus, I wish you could understand this. When you understand this, your journey in Christianity, your journey in the body of Christ becomes enjoyable. You start having confidence. You start speaking like mighty men of God. You start speaking like David, who say, I know the mercies of God are in me forevermore, and I will dwell in the presence of God. Nothing can remove me from the presence of God. I wish you could speak like Paul. Paul said, I know. Anasema, sasa tuseme nini? Ni nini kitatutenga na huyo Bwana? Ni nini kitatutenga na uaminifu wa Bwana? Je, ni uchi? Je, ni taabu? Je, ni mateso? Je, ni yaliyomo? Je, ni yajayo? Je, ni malaika? Je, ni mapepo? Ni nini kitatutenga na upendo wa Bwana? God is so faithful in our lives. So is so faithful in your life. I can assure you, nothing can change this God in your life. Whatever that he says, he will do in your life. I can assure you, he will accomplish. I came to ask you not to lose faith. Hapa ameniambia hata ukikosa uaminifu anabaki kuwa Timothy chapter 2 Timothy chapter number 2 verse 13. I love this verse. He said, even though we are faithless, this God that we preach, inasema namna hiyo, this God that we preach, Jesus, Pastor Nasita ni sawa tu. God is faithful. God is faithful to me. I trust him 100%. In the name of Jesus. I love Jesus. Kama tusipoamini, yeye hudumu kwa kuwa mwaminifu, kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. God is telling me to tell you, he is faithful. Hata asipokuzungumzia, asipokwambia lolote, usifikiri hakuna kenye kinafanyika. Anasema katika Wafilipi 1
mstari wa 6, yeye aliyeanzisha jambo jema katika maisha yako hata iendeleza hata akaikamilisha. Jesus, this Jesus, I love him. I love Jesus. He's assuring me tonight that he is so faithful. No matter what I'm going through, no matter this, nina hakika kwamba yeye alianza kazi njema. Wa Filipi 1 mstari wa 6, nina hakika kwamba yeye alianza kazi njema mioyoni mwenu hata iendeleza na kuikamilisha hata siku ya Kristo Yesu. He is so faithful. What you do cannot change who God is. Nasema ijalishi alianza. This Paul is speaking from a point of faithfulness. He understands the faithfulness of God. He is saying, I know for sure, nina hakika na hili, aliyekukujia, aliyetuma mwana Yesu Kristo hadi afe. Mwezi huu tunamkumbuka kukufa kwake. Aliyemtuma huyo akufe ni kwa ajili yangu. Ninajua hata asiposungumuza, ninapopitia lingumu, ninapopitia changamoto, ninapopitia uchi, ninapokuwa uchi, ninapokosa chakula, ninapopitia taabu, watu wanaponikana, ninapotukanwa, ninapokejeliwa, ninapofitiniwa, bado Yesu akalia, lakini hakujibiwa. Sijui unafikiria maombi gani hayajajibiwa kwako. Sijui ni mangapi unafikiri Mungu hajajibu. Sijui ni mangapi unamwona mbingu haijasingimuza mpaka unasema sitatoa tena sadaka, sitatoa tena dhabihu, sitafanya, sitaomba, sita. Auko peke yako. Hata yule tunamkumbuka Yesu mwana wa Mungu, yeye naye akasema, Bwana sioni tena uaminifu wako Baba. Mbona umeniacha peke yangu? Alipigwa, akakanyagwa, akatemewa mate, akashibuliwa, akatukanwa, akadharauliwa, akaishi ni kana kwamba Mungu hayuko katika maisha yake. Ajui kana kwamba hata tunapopitia chochote, kuna kitu ameanza katika maisha yako, kuna kitu amenipangia, kuna kitu anakusudia, na akikusudia hakuna kenye kinamsimamisha, hakuna kenye kinasimamisha mipango yake katika maisha yako. Who can thwart the will of God? Job chapter number 42. Who can thwart the will of God? Nani atakayesimamisha kusudi la Bwana katika maisha yangu? Haya, nakwambia acha kulia, wacha kunungunika, wacha kulalamika. Jua ya kwamba huyu Bwana ni mwaminifu. Jua ya kwamba huyu Bwana ni mwaminifu. Hata tukipitia magumu ni mwaminifu, magonjwa ni mwaminifu, kukataliwa ni mwaminifu, kupungukiwa ni mwaminifu. Nakwambia kuna kitu amekipanga. Akasema Kumbukumbu la Utorati, Deuteronomy chapter number 34. God is speaking. Moses is saying, I will exalt God. I will proclaim the name of God. Because I could say, in the name of Jesus. Deuteronomy 34. In the name of Jesus. Kumbukumbu la Utorati 34. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. I thank God in heaven. My God is called Jesus because he doesn't see my work. He doesn't see what I do. It is not about what I do. It is about his faithfulness in this world. It is about the faithfulness of God in Jesus Christ. That is why I am here tonight. That is why I am confident that I know I am unshakable because he is faithful unto me. Ajalishi unaniona namna gani jioni leo. Najua Bwana akosei. Nikipitia changamoto akosei. Anasema kwamba Kumbukumbu 34 mstari wa 3. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. My Lord and my Savior.
the name of Jesus. In the name of Jesus. I love this Jesus. Where is this fast in the name of Jesus? Mungu akose. Mungu akose. Tumukumbu liba katalabaya bakatalabas. Riba katalamani maya bakatalabayaba. Help me, Jesus Christ. You are so faithful, oh my God. Altaruso baba andikaidi kapote. Ninazo wewe ni mwaminifu. Rabakatalabaya bakatalabaya bakatalabos. Riba kantalamani maya bakatalabayaba. Riba katalabaya bakatalabos. In the name of Jesus. 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 Tusome Warumi tukikuja kwa hiyo nyingine. Kwa jina la Yesu. Romans chapter number 3 verse number 3 and 4. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I love Jesus. I love Jesus. I thank you, Jesus. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I am telling you, He is faithful. Shetani alitaka kupoteza hiyo andiko, lakini Yesu ni mwaminifu. Come on, tell somebody God is faithful. Even in this service, my Jesus is faithful. He can remind me of us. Holy Spirit, Kumbukumbu 32 mstari wa 3 na 4. The Bible says, Biblia inasema kwamba I am telling you, He is so faithful. Kumbukumbu la Torati 32:34. Nitalitangaza jina la Bwana. Nitalitangaza jina la Bwana. Naam. Sifuni ukuu wa Mungu. Sifuni ukuu wa Mungu. Sifuni ukuu wa Mungu. Yeye ni mwamba, kazi zake ni kamilifu. Yeye ni mwamba, kazi zake ni kamilifu. Njia zake zote ni haki. Mungu mwaminifu ambaye akosei. Nasema Mungu mwaminifu ambaye akosei. Yeye ni mnyofu na mwenye haki. Yeye ni mnyofu na ni mwenye haki. Yeye ni mwamba, kazi zake ni kamilifu. The works of God are perfect in your life. The works of God are perfect in your life. Kazi za Mungu ni kamilifu. Najua yeye hakosei. Usilie leo tena, usiaile. Kama kuna machozi ulikuwa kilia, kama kuna kitu ilikuwa kikuliza, kuanzia sasa hayo machozi yakafike mwisho. Haijalishi, nakwambia hakosei. Kama uko kwa njaa, kama uko kwa taabu, kama uko kwa shida, kama uko kwa kukataliwa, nakwambia hakosei. Unapitia hilo kwa sababu anajua. Akosei. Musa anasema sifuni jina lake, sifuni huyu Mungu kwa ukuu wake. He is mighty in all his works. Whatever he does, he never does a mistake. Akosei. He can never go wrong. God can never go wrong. Stop complaining. Stop crying. Start exalting the name of God. Yesu akasema Eloi, Eloi, lama sabachthani. What my Jesus by then didn't understand. He was like me, a man, a human being like me, who doesn't know our God can never go wrong. Hakosei. Hata nikipigwa, nikichibuliwa, nikisulubishwa msalaba, hata nikikufa, nikazikwe, hakosei. Amepanga ndani ya siku 3. Uaminifu wake itanikujia. Uaminifu wake hataniacha. Hata nikisema nisaidieni maji, munipe kinywaji ambaye hainyweki, ninajua. I wish you could understand this.
ujue kwamba Mungu wake hakosei. Hata angesema saa hiyo, angesema mbona lawe eneo lila masabata, angesema mbona umeniacha, kama angelielewa kwamba, lakini kwa sababu uungu ndani yake ilitolewa, akuwe kama mimi, asikie uchungu kama mimi, akose uaminifu kama wewe na mimi. Hazile tunaona hata haina haja tuombe tena, tumeomba tujibiwi, wacha ikae. Mungu ametuacha, ameniacha. Yeye akasema namna hiyo, lakini Mungu akanikwambia jioni leo akosei. Alianza kazi njema ndani yako, alianza kitu ndani yako, Kenya alikianzisha ndani yako, na kwambia atakitekeleza hata mpaka ifike tamati. He is the author and finisher of your faith. Whatever he promised you, chochote aliyokuahidi, na kwambia atalikamilisha, na takwambia na atakamilisha, atakamilisha. Wacha nikwambie, Musa anasifu Yesu wakati anaelekea kukufa, wakati imefika mwisho, Kumbukumbu la Torati, anaelekea kukufa, akiangalia nyuma, anaangalia kule kwenye walitoka kule Misri, kwenye walitoka kwa Farao. Aliangalia Farao angewakamata jangwani, Farao aliwafukuza, hata wakakosa chakula jangwani, hata wakakosa maji, hata kukawa hakuna njia. Musa alitafakari hayo yote, akaangalia jangwa, akaangalia bahari ya Shamu, akaangalia yale yote. Kenye mule Musa aliona uaminifu wa Mungu. Natamani wewe siena leo ungeona uaminifu wa Mungu. Musa aliona kwamba siku ile Farao angetuangamiza kule katika bahari ya Shamu, akatoa njia. Siku ile jangwani tulikosa maji, akatoa maji kwa mwamba. Siku ile maji haikuwa ikinyweka, akasema tutupe vijiti na ikanyweka. Aliangalia uaminifu wa Bwana. Siku ile tulikosa nyama, kukawe na mana, kukawe na chakula kule jangwani. Aliangalia uaminifu wa Bwana, akasema mimi najua, sifuni jina lake kwa ukuu wake, kwa maana huyo Bwana kazi zake ni kamilifu, kazi zake ni kamilifu. Na kuambia kazi ya Mungu katika maisha yako jioni leo ni kamilifu. Huyo Mungu hakosei. Usione tena kenye unapitia, usione tena changamoto, ona kazi ya Mungu, ona uaminifu wa Mungu. Kuanzia leo kiri uaminifu wake, haijalishi kenye unapitia, mwambie Bwana, ninajua uaminifu wako itanitosheleza, uaminifu wako itatengeneza njia, uaminifu wako itakamilisha ile uliyokusudia katika maisha yangu. Your faithfulness, O God, you never change. You never change. Though we remain faithless, you are faithful. Paul said in Romans chapter 3, verse 4, let every man be a liar and God be true. He is faithful. He never goes wrong. He never changes. Akikuahidi Kanaani, ajalishi majangwa utapitia, ajalishi shida utapitia, haijalishi milima na mabonde, yeye ni mwaminifu. Yeye atakuacha barabarani. Elia akalia alipotishiwa na Jezebeli. Elia akalia akasema, Mungu, kama ni mimi nina utofauti gani? Manabii wengine wenzangu hata wamewawa, mimi naendelea kufanya nini? Elia akashika safari, akasema, Mungu afadhali niende. Wafalme wa kwanza 19. Elia akashika safari, akamwambia mwenzake, wacha mimi niende nikakufe. Jesus. Warumi 3:4. Jesus. I love Jesus. Kuanzia mstari wa 3 anasema kwamba ingekuwaje kama wengine hawakuwa na imani? Je, kutuamini kwao kungebadilisha uaminifu wa Mungu? Jesus. Kutokuamini kwao kingebadilisha uaminifu wa Mungu? La hasha. Mungu na aonekane mwenye haki na kila mwanadamu kuwa mwongo kama ilivyoandikwa. Je, kukosa imani kwako? Sasa zile unalalamika,
Saa zile unalalamika ukisema Mungu hajatendea, Mungu hajafanya hili. Je, uaminifu wa Mungu inatoka katika maisha yako? Nimekuja kuambia la hasha. Elisha akaona kwamba ameachwa, akaona kwamba ana la kufanya ila ni kukufa tu. Elisha akaona, in the name of Jesus. Ahabu akamwambia Yezebeli kila kitu Elia alichokuwa amekifanya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Hivyo Yezebeli akamtuma ujumbe kwa Elia kusema, hao miungu itende hivyo na kuzidi, kama kufikia kesho wakati kama huu sitakufanya roho yako kama mmoja wapo wa hao manabii. Elia akaogopa na akakimbia kwa maisha yake. Alipofika Beersheba katika Yuda, akamwacha mtumishi wake huko, lakini yeye mwenyewe akatembea mwendo wa kutwa mzima katika jangwa. Akafika kwenye mti wa mretemu, akakaa chini yake na kuomba ili afe. Akasema, yatosha sasa Bwana, ondoa roho yangu, kwani mimi si bora kuliko baba zangu. Kisha akanyoosha chini ya mti akalala usingizi. Mara malaika akamguza na akamwambia, inuka na ule. Akatazama pande zote, hapo karibu na kichwa chake palikuwepo mkate uliookwa kwenye makaa ya moto na gudulia la maji. Akala na kunywa, kisha alijinyoosha tena. Yule malaika wa Bwana akaja tena mara ya pili, akamguza akamwambia, inuka na ule, kwa kuwa na safari ni ndefu kwako. Kwa hiyo akainuka akala na kunywa, akiwa ametiwa nguvu na kile chakula. Akasafiri siku 40 usiku na mchana, mpaka akafika Horebu, mlima wa Mungu. Huko akaingia katika pango akalala humo siku ule. Nalo neno la Bwana likamjia kusema, unafanya nini hapa Elia? Akajibu, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana Mungu wangu, Mungu mwenye nguvu zote. Waisraeli walikataa agano lako, wamevunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Ni mimi peke yangu ninayebaki, na sasa wamenitafuta ili waniangamize. Bwana akasema, toka nje ukasimame juu ya mlima mbele za Bwana, kwa kuwa Bwana yu karibu kupita hapo. This man so that aliangalia kwamba hakuna kenye kimebaki tena, akatishiwa maisha. Aliona mauti, akaangalia ninakufa, akaangalia ninaangamizwa. Akamwambia mtumishi wake, Jezebeli amenitishia, nimetishia maisha, sina la kufanya tena. Akamwambia baki. Akaanza safari kwenda wapi? Kwenda wapi jameni? Kwenda wapi? It is an hopeless journey. You do not understand that. I wish you could receive the revelation. Hopelessness. This man was hopeless. He was going nowhere. He was going in the desert. Mahali jangwani, hakuna chochote. Vile mimi na wewe tunaenda, tunamwacha Mungu, tunasema Mungu hatuchamuona, hatumuone tena. Tumeomba, tumemaliza, tumefunga, tukatoa sadaka, tukafanya ile. Sasa tunaenda jangwani, an hopeless maisha. Tunaenda safari ambayo haina tumaini tena. Tunaona kwamba ile Mungu tulikuwa tukitarajia halitafanyika tena, halitawezekana tena. Kununua ile gari halitawezekana tena, kununua ile ploti halitawezekana tena, kununua ile shamba, kufanya ile kitu ulitukusudia kufanya halitafanyika tena. An hopeless situation. Akwenda jangwani, alikuwa amefika mwisho. He told God, mimi ni nani? Chukua maisha yangu. Tunasema kalala, afanye nini? Afe. Hopelessness. Nothing else to do. When we fail to see the faithfulness of God, we become hopeless in this life. We become hopeless in this life. When
We thank God because God said, tunamshukuru Mungu kwa sababu amesha hata tukikosa imani, even though we are unfaithful, He remains to be faithful in our faithlessness, in our faithlessness, in our faithlessness, in your faithlessness. He remains to be faithful. That is why at the moment that Elijah was faithless, this God, through His faithfulness, He came to Elijah in the midst of his katikati ya usingizi wake, akamkujia akamwambia, mimi bado ni Mungu, mimi bado ninaweza. Unafikiri imeisha? Bado ni Mungu. Unafikiri umemaliza? Hapana, la hasha. Wacha Mungu aitwe Mungu, wacha Mungu abaki kuwa Mungu, wacha Mungu akuwe mwaminifu, wacha Mungu akuwe mkweli. Ulikuwa kifikiri umemaliza Elijah, nakwambia bado. Alilisha chakula gani na malaika? Alilisha chakula gani na malaika? Pasa wanza ameniambia mkate. Alilisha chakula gani? Akulisha chakula. What happened is that he was given faith. He was given a new energy, a new power that comes through the faithfulness of God. When you are saying, I am now about to die, my end is here, I am now dying. That is the moment the faithfulness of God comes into fruition. That is the moment you see the faithfulness of God. It's like when Jesus was saying, I am now dying, I am now going into the grave. Katika kaburi ile ya Yesu, akatokezewa na malaika, akaambiwa Yesu, usifikiri umefika mwisho, usifikiri umemaliza. Nakwambia Yesu bado kazi ya ukombozi, hata katika lindo, hata katika kuzimu, mpaka tutoe funguo, mpaka turudi na ufungue, tukaende tukakomboe wengi, mpaka ukafufuke Yesu, ili wengi wakufufuke, ili wengi wakafufuke. Elijah, hiyo ni safari ya ufufuo wa Elijah, wakati kila kitu That is why for 40 days, my pastor, there is no way you can eat food and remain without food for 40 days. That what cannot happen. Hey, say a lady, it was not given. This message is reviving me. This message is reviving me. Elisha hakulishwa chakula. It was not about food. Alilishwa tu uaminifu wa Mungu. Analalamika, wacha nikufe, nimefika mwisho, haifanyiki tena, similiki tena, siendi tena. Kama wewe sijui unalalamika na nini, mpaka umekata tamaa. You have gone into hopelessness. Like Elijah, hopelessness. But the moment the angel of God showed up and said, Elijah, come on, wake up. It's some food. It's some food. It's some faithfulness of God. It's some power. It brings power. Akati alilisho hiyo. Ya kwanza akaachwa pumzike. Ya pili akamwambia bado, wewe safari. Nakwambia safari bado iko mama. There is still a journey. There is still some accomplishment. There are still some goals for us to meet. There is still an ambition for us. There is a vision. There is still a vision for us to accomplish. Bado kuna matumaini. Bado kuna lengo. Bado kuna tumaini. Nimekuja kukwambia bado kuna jambo. Bado safari. Usikate tamaa. Usiache safari. Bado kuna tumaini. Bwana ni mwaminifu. Anakuonekania. Akamwambia Elijah, inuka sasa na ukaanza safari. Elijah, nakwambia jioni leo, penye ukoke, usikate tamaa. Usiende katika, do not go into abscess. Usiende mahali hakuna. It is a month of revival. Let the resurrection of Jesus Christ resurrect something in your life. It is a moment of revival. It is a moment of revival. In the faithfulness of God, we are revived. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed in the name of Jesus. I say be blessed in the name of Jesus. May the faithful of God meet every need in your life
Asema mwacha uaminifu wa Mungu ikakutane na hoja zako zote, hata zile ilikuwa kiona kwamba imefika mwisho. Mungu alikuwa mwaminifu kwa Yesu Kristo, japo alikufa akaenda akazikwa. Ndani ya siku 3 hakuwa anaweza kusema lolote, hakuwa kuweza kufanya lolote, hata kuomba hakuwa akiweza kuomba. Hako katika kuzimu, amevitwa na shetani, hako katika lindo la hopelessness, katika anga ya kifo, in the realm of the dead. This Jesus was in the realm of the dead, but the faithfulness of God came for him in that situation. I am telling you, the faithfulness of God will come unto you in every situation that you are in. Even though you have lost faith, God is still faithful. This evening is coming through in your life. Is coming through in your life. Let God be true, and every man that is spoken against your vision, against your life, be a liar. That is the Bible. Romans chapter 3 verse 4. The Bible says, let every man be a liar and God be true. Anasema hakuna ulimi utakao kuhukumu makosa. You shall refute every tongue. Isaiah 54:17. You shall refute every tongue that speak falsely against you. Ajalishi kenye wametamuka, ajalishi hali yako, nakwambia Mungu anaenda kukuonekania. Nakwambia Mungu anaenda kukuonekania. Natabiria mtu mlie mahali hapa, na kutabiria kwa jina la Yesu, na kutabiria ni kwa ajili ya watoto wako, ni kwa ajili ya nyumba yako. Natabiria kwa jina la Yesu, na kutabiria uvuvio mpya. I speak revival in your life. I speak revival. You are starting a new journey. You are receiving a new power and new strength in the name of Jesus. Amesema japo haijalishi, hata vijana utondokiwa na nguvu, wengine wanateleza wanajikwaa, lakini utatipaa juu kama tai. You shall soar high like eagles. Through the faithfulness of God. I speak tonight upon your life. Ninanena jioni leo kuhusu maisha yako. Wacha ukaone uaminifu wa Mungu katika kila hali, katika kila sehemu, katika maisha yako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord of Lords. Thank you, Lord of Lords. Hebrews chapter number 13 verse 8. He said you never change a God. You are the same yesterday, today, and forevermore. My God, you remain to be a God. We partake of your faithfulness. We partake of your faithfulness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your mercies. Thank you for your grace. Thank you, my Jesus. We pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. God bless you. Wale wako kwa mtandao, Mungu awabariki. Umeshiriki neno hili, ukashiriki. Partake of the grace of JBL in the name of Jesus Christ. Wherever you are being blessed through the faithfulness of Jesus Christ. Just connect with us wherever you are and be blessed. Amen. 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 Shalom.